hata kama kilikuwa ni chombo kizuri sana ambacho tumezoea kupikia chakula na kikiva tunakula vizuri sana, lakini kikipasuka tu hakitu tena chombo. Bwana asifiwe sana. Yani kikipasuka tu hakitu tena chombo. Hata kama kilikuwa ni kikombe kizuri sana ambacho hicho kikombe tunanywea chai nzuri ya maziwa, ila kikipasuka tu chini ile thamani yake yote inaondoka. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Thamani ya chombo huwa ni nzima, huwa inakuwepo pale hicho chombo kinapokuwa kizima. Na ndio maana utakuta hata kama mtu, nafikiri haya mambo tumeona sana. Mfano, ulikuwa na ndugu yake fulani, ulikuwa na ndugu yako alikuwa na hela, ulikuwa ukimwomba hela anakupatia. Simu zilikuwa haziishi, unampigia, halo mnaendeleaje, ninakusalimia tu. Yaani hata kama ukuwa na mpango wa kumpigia simu, ila unajikuta tu unampigia simu, halo nimeona tu nimekukumbuka, kumbe hujamkumbuka, ila ni shida zako tu Bwana asifiwe sana. Yaani shida zako zimekufanya umkumbuke, unaanza nimekukumbuka tu ndugu yangu, nimeona leo angalau nikusalimie. Kumbe katika akili yako unajua kwamba labda atasema subiri kidogo hapa ninakela, ngoja nikutumie hata ya soda pole. Lakini huyo mtu siku atakapoacha ile kazi iliyokuwa inamfanya apate hizo hela za kutumia wewe, ile siku atakaporudi kijijini kwenu, yani kuna uwezekano hata kumtumia message asubuhi njema utaacha kabisa. Maana ushajua kwamba hana kitu huyu. Bwana asifiwe. Hana kitu, yuko sawa na mimi tu, sasa nimalize kifurushi changu cha nini? Hamsemagi hivyo nyie? Ulizoea mtu mtu wa matawi kwa mfano ana gari lake pale, akiendesha akikuta njiani anakupa lift, heshima sina kuwepo. Hata salamu unamsalimia, habari ya saizi, mmeonana hapo hapo, ukienda kurudi mzima, mimi mzima, ili tu siku moja akikukuta njiani asije akakuacha. Lakini vipi, inakuaje pale unapoona kwamba huyo mtu maisha yake yamebadilika, amekuwa hana gari tena, amekuwa hana uwezo tena wa kufanya umheshimu huyo mtu? Ile heshima inabaki pale pale, si huwa inaondoka Aha. Hata vyungu si ndio hivyo hivyo, kwamba kile chungu kilikuwa ninakiheshimu sana, hata ninapokibeba, yani tunapobeba chungu na tunapobeba sufuria ni tofauti kabisa. Yani chungu nabeba kwamba hiki kikidondoka tu chini sina chungu tena, lakini sufuria ikidondoka hii haipasuki, hiki ni chuma. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo leo na Mungu amana tujifunze kwa habari ya mfinyanzi. Yaani inawezekana kwamba tunalinga sana leo, tunatamba sana leo, tunajiona kana kwamba sisi ndo sisi, hakuna mwingine, lakini sisi ni vyombo vya udongo, tumeumbwa kwa udongo. Yaani ikitokea tu pointi ya kwanza tu tukidondoka tu tumepasuka. Bwana asifiwe sana. Leo wewe ni mzima, unajiona uko salama kabisa, unatembea, unayo miguu yote, unayo macho yote, unayo mikono yote, unaweza kufanya chochote unachoona wewe kinafaa. Lakini nataka niseme wewe ni udongo tu. Ila tumetofautiana kitu kimoja. Tumetofautiana kitu kimoja. Nacho kitu chenyewe ni hiki. Kile chombo ambacho kimetengenezwa na mfinyanzi, kitakapoharibika ndo kimeharibika. Lakini mwanadamu atakapoharibika, Mungu anao uwezo wa kumtengeneza. Mungu anao uwezo wa kumtengeneza.
Na leo niko hapa kutangaza kwamba inawezekana ulikuwa chombo kizuri sana, lakini thamani yako imeshuka, umeharibika. Watu hawaoni tena thamani yako, ule upendo wao kwako umekoma. Niko hapa kusema Mungu anaweza kukutengeneza tena, maana yeye ni mfinyanzi, anaweza kurejesha ile heshima iliyopotea kwako. Haina haja ya kukata tamaa, haina haja ya kupoteza matumaini. Yuko Mungu awezaye kutengeneza upya, yuko Mungu awezaye kubadilisha historia, yuko Mungu awezaye kubadilisha historia yako, yuko Mungu anaweza kutengeneza maisha yako mapya. Ni kweli hawezi kubadilisha yale uliyotenda mwanzo. Uliua, ni kweli kabisa. Uliiba, ni kweli kabisa. Ulifanya hiki, ni kweli kabisa. Hiyo itabaki historia, lakini anaweza kukupa kesho yenye utukufu. Anaweza kukupa kesho yenye nguvu mpya. Anaweza kukupa mwanzo mpya tena. Kukatia tamaa, watakuona tena ukinawili. Jamani, haleluya, haleluya, haleluya. Yawezekana ndugu amekuona haufai tena. Yawezekana jamii imekuona haufai tena. Yawezekana waliokupenda wameona haufai tena. Usife moyo. Yuko Mungu anayekuona wewe ni chombo chake pendwa sana. Yuko Mungu anayekuona wewe ni mtu wa thamani sana kwake. Na ndio maana aliamua kufa msalabani kwa ajili yako. Maana wewe ni wa thamani sana kwake. Jamani, haleluya, haleluya, haleluya. Yuko Mungu atengenezaye upya maisha ya watu. Ni kweli maisha yako yameharibika, haina haja kuangalia yaliyoharibika. Muangalie Mungu mwenye uwezo wa kuyatengeneza kuwa mapya. Muangalie Mungu mwenye uwezo wa kuyafanya maisha yako kuwa mapya. Yeye peke yake ndo anayeweza. Watu wanaanza kukatia tamaa kabisa, wasione thamani yako tena, ila Mungu wangu ninayemhubiri leo anaweza kurejesha maisha yako mapya tena. Anaweza kukufanya uwe mpya tena. Nina uhakika naye. Sio tu kwamba naongea hapa kwamba nijifurahishe, hapana. Nina uhakika naye. Nina uhakika naye. Kama hauamini, sogea uone atakavyokubadilisha. Sogea uone. Mimi amenibadilisha. Amenibadilisha. Wanaonijua nilikotoka. Kuna siku nilipoambia kwamba nimeokoka, unatupiga tu changa la macho. Lakini ni kweli kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Nitaenda kusoma katika kitabu cha Yeremia sura ya 18 na ule mstari wa kwanza mpaka wa 11. Biblia yangu inasema, neno hili ndilo lilomjia Yeremia kutoka kwa Bwana kusema, ondoka ukashuke mpaka nyumba ya mfinyanzi. Ondoka ukashuke mpaka nyumba ya mfinyanzi, na huko nitakusikizisha maneno yangu. Basi nikashuka mpaka nyumba ya mfinyanzi, na tazama alikuwa akifanya kazi yake kwa magurudumu, na chombo kile alichokuwa kikifinyanga kilipoharibika, alikifinya bila kilichoharibika mkononi mwake. Yule mfinyanzi alikifanyiza tena kuwa chombo kingine kama alivyoona vema yule mfinyanzi kukifanya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko haya tumesoma katika kitabu cha nabii Yeremia. Yeremia alikuwa ni nabii wa Bwana ambaye Mungu alimtumia sana. Na wakati huu tayari taifa la Israeli limekosa matumaini kabisa. Wamechanganyikiwa kwa sababu wapo katika hali ya utumwa. Sasa Yeremia anaambiwa maneno haya na Mungu. Anaambiwa kwamba Yeremia, hebu toka hapa, nenda mpaka kwenye nyumba ya mfinyanzi. Alafu utakapoenda huko nitakusikizisha maneno yangu. Yani kuna vitu haviwezi kutokea kwenye maisha yako mpaka utakapochukua hatua, mpaka utakapochukua uamuzi wa kutoka mahali ulipo na kwenda mahali pengine. Kuna mambo hayawezi kutendeka kwenye maisha yako ukibaki hapo hapo.
Bwana sio sana. Yeremia angebaki pale pale, asingesikia haya maneno, na leo tusingeyasoma haya maneno. Yeremia wa leo ni wewe na mimi. Mungu anatuma neno lake kwako, anasema toka hapo ulipo, nataka nikupe maelekezo juu ya maisha yako. Toka katika dhambi zako, nataka niseme na wewe. Toka katika mila zako, toka katika dini yako, toka katika utamaduni wako, nataka niseme na wewe. Nataka nianze mwanzo mpya na wewe. Usipokubali kutoka hapo, hakuna kitakachoendelea. Usipokubali kutoka hapo, hakuna kitakachoendelea. Ni lazima ukubali kutoka kwenye mila uliyoizoea, ni lazima ukubali kutoka kwenye utaratibu uliouzoea, ili Mungu akusikizishe maneno yake. Amina. Haleluya. Haleluya. Hatuwezi kubadilika tukiwa katika hali zile zile. Mungu anampeleka Yeremia hapa, anataka kutufundisha kitu. Kile chombo ambacho mfinyanzi alikuwa anakifinyanga, yuko pale anakifinyanga kile chombo chake. Hebu tuchukulie kilikuwa ni chungu, anakifinyanga kile chungu, anakifinyanga, lakini bahati mbaya alipokuwa amekishika, kilishikwa vibaya, kile chungu kikadondoka chini, kikapasuka. Yule mfinyanzi akasema, usinitaabishe, nitakutengeneza upya tena. Amina. Alikitengeneza upya tena kama apendavyo yeye, sio kama chombo kilivyotaka. Hapana, kama alivyopenda yule mfinyanzi, kama alivyopenda yule mfinyanzi. Hebu tuangalie ni kitu gani kinaweza kusababisha chombo kikadondoka sasa. Yani sasa wewe leo ni chombo ambacho umetengenezwa na Mungu. Ni chombo ambacho Mungu amekitengeneza, amekiweka katika ulimwengu huu, katika dunia hii, ili watu waweze kukitumia hiki chombo. Jamani, haleluya. Lakini kuna vitu vinaweza kusababisha hiki chombo kikakaa muda mrefu au kikakaa muda mfupi. Hebu tuangalie mambo kadhaa hapa. Jambo la kwanza ambalo linaweza likasababisha chombo kikadondoka na kikapasuka ni kukosa umakini wa mfinyanzi. Bwana sio sana. Anapokifinyanga kile chombo, yamkini alikuwa na mawazo mengine mengi, basi akafikiri kwamba anaweka chombo mahali pazuri, kumbe anaweka chombo mahali pengine. Kile chombo kikadondoka, hakuwa makini. Jamani, haleluya. Lakini Mungu wetu sio hivyo. Mungu wetu ni fundi makini, na ndio maana katika mwili wako kila kitu ameweka mahali pake. Kila kitu kiko mahali pake. Mkono ukiwa chini ya uliko mguu, hauwezi ukatembea wewe. Jicho hili lingine likikaa nyuma, hauwezi ukaona sawa sawa. Mungu wetu ni fundi stadi. Mungu wetu ni fundi mahiri sana. Alikutengeneza kwa sura na kwa mfano wake. Wewe hujakosea, hapana, umeumbwa vyema kabisa. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo katika hii pointi kwamba inawezekana kwamba mfinyanzi hakuwa makini, wewe ukadondoka ukawa katika hali ulionayo, hii pointi hapa haipo. Mungu wetu ni fundi stadi sana. Jamani, haleluya. Haleluya. Pointi ya pili iko wapi? Pointi ya pili hapa, hali ya hewa. Hali ya hewa. Yani wakati mwingine unaweza kuda kwamba nimetengeneza chombo changu kizuri kabisa, lakini mazingira niliyopo, yani vile viungu, maana kikitengenezwa kinabidi kikauke ili kiwe kigumu. Sasa mazingira niliyopo naotengeneza hiki chungu, hakuna jua wakati huo. Kwa hiyo kitachukua muda mrefu kukaa katika hali nzuri. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Ili kiwa katika uimara kitachukua muda mrefu. Sasa sio hivyo. Kwa hiyo inawezekana kwamba na wewe kuna hali ya hewa fulani mahali pako imekusababisha ukawa hivyo ulivyo. Inawezekana ulikuwa ni mtu mwombaji sana, lakini hali ya hewa ya mahali ulipoenda ikaua kabisa wewe kuomba ndani yako. Inawezekana ulikuwa ni mtu mkristo mzuri sana, lakini
yako, hauombi tena, hauoni muhimu wa kusali tena. Nataka nikwambie yuko Mungu awezaye kubadilisha hayo yote. Na ndiye tunayemtangaza hapa, ndiye Mungu asiyeshindwa na jambo lolote. Haleluya. Haleluya. Yawezekana pia ni muundo wa chombo. Yawezekana chombo kilikuwa katika muundo fulani ambao hakiwezi kusimama peke yake. Kwa mfano hiki kisemea ninachokizungumzia. Yaani hiki hapa huwezi ukakisimamisha hivi. Haiwezekani. Muundo wake ulipokaa. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Muundo wake ambao umekaa haiwezi. Au hiki hapa hiki ni kifaa ambacho kimetengenezwa na mfinyanzi mmoja huko. Haiwezi ikasimama kama nitainusu hivi. Haisimami. Au hivi. Haiwezi kusimama mpaka ikae hivi. Jamani, haleluya. Haleluya. Kwa hiyo inawezekana kuna namna maisha yetu yalikuwa tusingeweza kusimama imara katika safari ya wokovu tulionayo. Kuna maisha ambayo tulikuwa tumejitengenezea wenyewe, yalitufanya tushindwe kuwa imara, tukajikuta tumeacha imani, tukajikuta tumeacha wokovu. Maisha, yani muundo wa maisha tulivyokaa. Bwana asifiwe sana. Usiogope. Usiogope. Kile chombo kilivyoanguka, maandiko anasema mfinyanzi akakichukua akakitengeneza kama apendavyo yeye. Yawezekana ulikuwa ni chombo kizuri ukaanguka, usiogope. Mfinyanzi yupo hapa akufinyange tena. Mfinyanzi yuko hapa akufinyange tena. Bwana sio sana. Lakini sababu nyingine, mahali ambapo chombo kimewekwa au kusimamishwa, inaweza ikawa ni sababu ya chombo kuvunjika. Mahali ambapo chombo kimewekwa, wewe unajua kabisa kwamba hiki chombo ni chombo cha udongo. Unaweka mahali ambapo unauagia kabisa hapa mahali sio salama. Muda wote ule mtu anaweza akapita akakipitia hiki chombo kikadondoka. Jamani, haleluya. Amina. Na wewe umekeka hapo hapo. Mtu akipita hapo, hicho chombo kikigusa kinapasuka, umeingia hasara. Jamani, haleluya. Inawezekana kwamba kuna maeneo ambayo Mungu alikupeleka au wewe ulijipeleka, ulipofika kwenye maeneo hayo hayakuwa salama kwako. Ni hamjawahi sikia mtu, yani kipindi yuko eneo fulani alikuwa mtumishi mmoja mzuri sana, alivyoenda tu mahali fulani amepotea kabisa. Hamjasikia hivyo? Mahali kilipowekwa, mahali kiliposimamishwa hicho chombo. Jamani, haleluya. Kama sio mahali salama patakapo kifanya chombo kisimame, hakiwezi kikadumu. Yani uko mtu uko hapo unanisikia leo, ukikaa mahali fulani wewe ni mtumishi mmoja mzuri sana. Ukikaa mahali fulani wewe ni mtu mmoja ambaye dunia itakula mema mengi kupitia wewe. Lakini kutokana na mahali ulipokaa, kutokana na watu ulioambatana nao, kutokana na vile unavyovifanya, unaendelea kuwa mtu wa kawaida. Yuko mfinyanzi ambaye anaweza kufinyanga maisha yako kuwa mapya tena. Yuko mfinyanzi ambaye anaweza kufinyanga maisha yako kuwa mapya tena. Bila kujali yameharibika kiasi gani. Bila kujali yameharibika kiasi gani. Wewe kile chungu najua kwamba kinaweza kikaangukaje. Yani kinapasuka nyanga. Lakini mfinyanzi anakichukua anakitengeneza tena. Wewe je, samani yako